And we are not alone. Jesus or the parents of Jesus walked for 3 journeys thinking that Jesus was with them. Only at the destination did they realize that they did not have him. And possibly for us, we can care more by checking in. Today we are all here, and you'll find that we all go home. Some of you will get lost, and we will not know until Sunday when we congregate in our usual service. Then when we are wondering where is so-and-so, the last time we saw him was in Othaya. So let us care more. And I want to congratulate again, like the DSG has said, that you made a sacrifice. Again, that sacrifice is what we also need to do. That each of us will need to have the 4 men recorded in the book of Mark chapter 2. That they found the place was so full, but they decided to crazily care for their friend. That you are ready to take the risk. I think each of us will need those 4 people. Those 4 people who break all the walls to reach you and to take you to Jesus. May the Lord bless you, Wajas family, and on behalf of the elders, please accept our love and our message of condolences. Let us care more. Let us avoid questions or blames. They will not help. What may be helpful in the days coming is if we cared more. May the Lord bless you. Thank you, DSG. Asante sana. Can we appreciate our HT? I'm reminded that we have clergy from outside the Presbyterian Church. Nitawauliza wasimame tu watambue wachungaji tulio nao kutoka kwa madhehebu mengine tuko nao kwa wiki. Can we appreciate them? They are here, hata huko wako, kule wako. Asanteni sana kwa sababu ya kuja kuwa pamoja nasi katika ibada hii ya siku ya leo. Mahali ambapo tumefika Secretary General, I want to bring the program back to you. Of course, we appreciate that we have the past monitor, very Reverend Gadanju with us, na atakuwa na nafasi nzuri ya kutuzungumzia na kutuletea neno. Wakati huo ninajua it will be a better time for you to introduce bring your condolence. We also have student ministers. We have student ministers. Nimeona nikakumbuka tuko na student minister Ana Kopale. Sijui kama tuko na other student ministers and sheets. Hi. Okay, thank you so much, Secretary General. Thank you so much, DSG, for reading us so well. We appreciate. I can see Honorable Kioni. Maybe you can, he's one of us. He's our elder. He did not start, just wave to the people. So thank you so much. Asante sana na karibu. So this time you're going to go straight to, tutaenda kwa masomo, na kwa hivyo wale ambao wanatusomea wakaweza kusomea masomo yote mawili yakiwa yamefuatana. La kwanza kutoka kitabu cha Kutoka 2 mstari wa 11 hadi 22. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. We'll get our first reading from the book of Exodus chapter 2, 11 to 22. Exodus chapter 2, from verse 11 to 22. My name is Anna Home, and I'm born again. One day, after Moses had grown up, he went out where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Looking this way and that, and seeing no one, he killed an Egyptian and hid him in the sand. The next day he went out and saw 2 Hebrews fighting. He asked the other one, in the wrong, "Why are you hitting your fellow Hebrew?" The man said, "Who made you the ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "What I did must have become known." When Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. Now a priest of Midian had 7 daughters,
and they came to draw water and fill the troughs of water their father's flock. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to rescue and watered the flock. When the girls returned to Reuel, their father, he asked them, "Why have you returned so early today?" They answered, "An Egyptian rescued us from the shepherds. He even drew water from us and watered the flock." "And where is he?" Reuel asked his daughters. "Why did you leave him? Invite him to have something to eat." Moses agreed and stayed with a man who gave the daughter Zipporah to Moses in marriage. That is the word of God. Amen. Second reading from the book of Matthew 11:25 to 30. Na nguthoma na Gikuyu, ino ni weri haha. Hĩndĩ ĩyo Jesu agĩcoka akiuga atĩrĩ, "Awa, Mwathani wa igũrũ ona thĩ, ona wa thĩ, ndakũgatha nĩ ũndũ nĩũhithĩte andũ arĩa oogĩ na imenyi maũndũ macio, ũkamagũrĩria tũkenge. Noguo awa, nĩ gũkorwo ũguo nĩguo wonire wagĩrĩire. Nengeretwo maũndũ mothe nĩ awa, na gũtirĩ mũndũ ũĩ mũriũ tiga ithe witũ. Ningĩ gũtirĩ mũndũ ũĩ ithe witũ tiga o mũriũ, ona ũrĩa o wothe mũriũ endaga kũmũguũrĩria. Ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu, na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene, na nĩngũmũhurũkia. Oyai icoki rĩakwa mwĩkĩre na mwĩrute na niĩ, nĩ ũndũ ndĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ. Nacio ngoro cianyu nĩ ikahurũkio, nĩ gũkorwo icoki rĩakwa nĩ rĩnyoroku, ona mũrigo wakwa nĩ mũhũthũ. Kiugo kĩa Ngai. Njĩtagwo Mũraya, Jesũ nĩ Mwathani. Asante sana. Sasa tutasimama zote ili tuweze kuandaa nyoyo zetu kusikiza neno la Mungu, na tutaweza kuimba wimbo ambao uko pale, kumtegemea Mwokozi, ili tusikie neno. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu yu thamani.
tuketi. Nachukua nafasi hii nimsalimu nyote katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Bwana asifiwe. Amen. Jina ni David Ridho Gathaju. Nampenda Yesu kwa kuniokoa. Niko kikao hiki kwa niaba ya Right Reverend Thego Mutahi, moderator wa 24th General Assembly. Nimesimama hapa kwa niaba yake. Alienda kasi ya kanisa upande wa Kitale, alafu mambo yale yalitokea jana. Akashikwa akiwa huku na ndege ikakosekana kutoka Nairobi kuja na barabara haiwezekani. Sasa akaniita akaniambia ili nije tuwe pamoja nanyi na other head office officers. Kwa hivyo mpokee apology zake, na tena mpokee labilabi zake familia. Na hata mimi natoa labilabi zangu. Kuna wakati nilikuwa upande huu na nikakaa upande huu miaka miwili. Odhayan and the minister was my, I think, Sunday school child. Alikuwa wa Sunday school akiwa na Kamodho. Sijui pahali yule alikuwa wa Sunday school, mtoto wangu wa Sunday school, na mke wake nikampatiza akiwa mtoto, nikamshika mke wake. Kwa hivyo najua wale walikuweko wakati huo wa mid 80s. So nimekuja hapa na nimefurahia kukutana na wao. Na tuombe. Tunakushukuru sana Baba Mwenyezi kwa sababu natumia njia tofauti ya kuleta watu wako pamoja. Tuko kikao hiki kwa sababu umepumzisha mmoja wetu. Tuko na shida na mafikira mengi katika rohoni mwetu. Tukiona ni kijana na kulikuwa na wazee, lakini wewe ndiye unajua sababu. Zungumza nasi na hasa utupe mawaidha yako. Tunaomba haya katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. There are moments in life when language feels very inadequate. Unajaribu kusema neno, lakini unashindwa utasemaje. When grief like what is happening, what has brought us here, presses so heavily upon our hearts, a colleague, a son of somebody, a family member, and also a church, the church also inasikia uchungu huo. And when that grief presses so heavily upon our hearts that even silence seems more honest than speech. Unashindwa unasemaje. Na kunyamaza yaonekana ni muhimu badala ya neno lolote unaweza toa kutoka kwa kinywa. Such moment we come together not only as mourners but as people searching for meaning in the face of loss of an energetic person, a servant of God and man, afraid of God. We are here to honor and also to remember the life of our brother, a servant of God, Reverend Daniel Kamau Derito, whose death and his departure from this world has shaken not even the family, but also the church family
each and every one of us tumeshindwa na tuko na shida katika mafikra yetu. This reminds me of servant of God whom we have read about, Moses. Musa alikuwa mtoto, ana adopted son ya King Pharaoh kule Misri. Yes, wakati alikuwa akikaa kwa nyumba ya mfalme, na mambo yale alikuwa anaona huku, na vile amelelewa, na masomo yale alikuwa amesoma katika shule za wa Misri. All the knowledge of Egyptian Moses knew. So he must have been a very clever person. He knew everything concerning the leadership and the kingdom within Egypt. But while going round, he came to understand that wale wako huku na wale wanafanya kazi ngumu zaidi ni wale watu wao. They were his relatives. They were the people who came just to look for pastures or something to eat, kwa sababu ya shida zile walikuwa wamepitia. Na shida hizo zote ziliwaletea janga kubwa. Na Moses akafikiria, what can I do for my people? How can I help? Yes, they came to look for something to eat, but wakajikuta wako shidani nyingi sana. Na ndipo tuna pahali tumesoma, akiendelea akaona, kwa sababu alikuwa na machungu mengi sana, kwa vile watu wake walikuwa wamefinyiliwa. Akienda huku na huku, akakuta Mumisiri anapiga mtu wa kwao, na alikuwa amejua, na wakati huu alikuwa an adult. He could see and understand. Na labda aliona huyu mwenzake hana nguvu, hana uwezo. He is a slave. No say. Anapigwa hata akiwa na nguvu ya mwili. He had no alternative but to be patient, to be beaten. Huu uchungu ukawa mwingi kwa Moses. He never had any time to keep quiet. Hakunyamaza. Uchungu ulikuwa mwingi. And he acted. Na unajua ametoka kwa nyumba ya mfalme. He acted. Akashika huyu Mumisri. Na yeye, he was an adopted Egyptian. Lakini hakuwa nafikiria hali vile itakuwa. The first thought that came to his mind, he really reacted and killed somebody, an Egyptian. And he never thought that people are seeing. Na ndipo tukaona kaeda wakati mwingine. He found brothers fighting. Hawa Waisraeli wakipigana wao wenyewe. Na yule mwingine alikuwa anaongelesha vizuri sana. Sasa mnapigana na nyinyi ni ndugu. Mnajua mzigo ule tuko naye. Uchungu ule watu wetu wanapitia. Na kazi yenu ni kupigana tu. Hufikiri hali ya ndugu yako. Lakini kukawezekana mmoja wao alikuwa wale walikuwa wanapigana jana. Akamwambia, hata wewe unataka kutuua kama vile uliua mtu siku hiyo ingine. So Moses
became depressed. Akashikwa na uoga na akaona maisha yake yako hatarini. If it were you, what could you have done? He only thought of running away. Akiwa hana ni wapi anaenda. He became very desperate. Yes, he felt that he had nobody now, nowhere he is secure. He had to run away. Na tunaambiwa hata Biblia hasemi kama alichukua nguo, hajui pahali alikuwa anaenda. Just he took the way and ran. And he knew maybe their neighbors there, the Midianites, walikuwa karibu. Aende ajifiche kwa nchi ingine, kabila ingine, watu wale hawamjui. Na tunaambiwa alichukua safari na kaenda. You know, even ourselves sometimes, we take an imaginary journey and we become very desperate, very hopeless, very isolated, and you despair. You feel that even those who knew you, because he had brothers, he had sisters, he couldn't have gone there. But he found nobody can help him. He just went to a foreign land. And we are told, alifika pahali akachoka. Na ship na kaona labda dalili pahali wanachota maji, pahali wanaweka. Na tunaambiwa na Biblia akakalia jiwe, because he has lost direction. He had no hope. He had no way where he was going. He was just there empty-headed. He never knew anybody. Wakati kama huo, kuna wakati unafika. If you search yourself, your life, sometimes there are times you feel you are very desperate. You are very helpless. You do not know whom you can turn to. Yes. It really happened even to me one time. And each and every one of us, if it is sickness, then we are all sick. Sisi zote ni wagonjwa. Tunataka matibabu ya daktari.